hasa huku umeona huku wale mabinti ambao wamefyonzwa mpaka wanashindwa kutembea, wameng'atwa kweli kweli, wanashindwa kutembea, ndo wanaenda wanafungiwa huku. Umeona, siogopi lolote, nafanya utafiti nyumba kwa nyumba. Mtazamaji, hapa nimesikia kuna vibinti vinajiuza. Sasa kama kuna vibinti vinajiuza, ninaingia huko, siogopi lolote. Nikimkuta mtu yote na mkata vibao, tunaondoka polisi. Au naenda kuita jeshi la polisi, sio muda kwamba njooni mwakamate. Umeona, tumeanza kuwasili eneo la tukio, na umeona hapo ndo hapa ambapo anapatikana huyu mshenzi. Umeona, onyesha kameramani, wala usiwe na hofu, ndo nimeweza kuwasili kama mgeni rasmi. Nimeweza kuwasili sasa. Njoo tu kameramani, usihofie chochote, usiogope. Wewe njoo. Unaona vyumba vilivyokuwa vingi, kameramani, onyesha kameramani, onyesha na hiki huku, onyesha hiki huku. Ukiona hicho, umeona vyumba vilivyokuwa vingi, umeona mambo yalivyokuwa mengi. Sasa kameramani, sasa sehemu yenyewe nimeambiwa sasa hizi uko bomba, ni kuhoji kidogo hapa. Mambo mzima? Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Atu. Unaitwa Atu? Unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? Mimi nauza vinywaji. Vinywaji gani? Pombe. Inasemekana mkoa wa Njombe unaongoza sana kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Takwimu hii wewe uliisikia? Ndio, lakini unadhani ni kwa nini? Sio kweli. Ukimwi uko kila sehemu. Uko kila sehemu. Sio Njombe tu. Okay. Na wanasema kuna baadhi ya studio au vyumba ambavyo wanakutana mabinti na vijana, mara nyingi sana ndo sehemu zinazoongoza kwa watu wanaojamiana bila mipangilio sawa. Kwa hiyo unalionaje? Ukimwi unapata popote, sio kwamba mpaka nani, hata guest nani nyumbani unaweza kupata. Sio kwamba popote pale ukimwi unapata. Na unawashauri nini watu ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini wanaogopa kwenda kupima? Unawashauri nini? Wapime ili wajue afya zao. Amesema wasipime kwa sababu yeye ndo anawatetea. Yeye ndo mtetezi wao. Wasipime na waendelee kuwa vichwa ngumu tu, kwa sababu yeye ni mmoja kati ya watu wasioiogopa serikali, na anasema kabisa hata jeshi la polisi wakija basi anaweza kupigana nao, na ameeleza hapa kwa furaha kubwa kwamba kuna polisi alikuja hapa kwa ajili ya kumuuliza kwamba kwa nini watu hawapimi. Aliweza kumvunja mguu yule polisi, akaondoka anachechemea. Kwa nini unapigana na polisi sasa? Mimi sijaipigana mguu. Umeona, amesema aliweza kumbangalanyua, alimwagia maji ya moto. Yule polisi alivyoanza kukimbia na jikung'uta, basi yeye ndo akachukua panga akamkata mguu. Akamkata mguu, na yupo hapa. Umeona, ameweza kuonyesha, amesema umeona hata huu mguu ndo alitumia kumpiga. Hiyo mnarusha kwenye nanili? Kwenye nini? Mungu wangu, hivi. Mimi wazazi wangu wako mtandaoni wote. Umeona, amesema ni kweli kabisa, yeye yuko vizuri, na umeona anaenda kunitengea juisi ya mapapai, na huko ndani ndo anatengeneza juisi ya mapapai. Sasa lengo langu kubwa ni kujaribu kufanya utafiti ni kitu gani ambacho kinafanya mkoa wa Njombe maambukizi ya virusi vya ukimwi yanakuwa makubwa. Umeona, majirani wameweza kueleza hapa, wamesema kabisa wanawaomba watu ambao hawajapima wasiende kupima, ili kusudi serikali wasiweze kuwakamata. Kwa hiyo kama wao ni jeuri, kameramani, sogea hapa kameramani, sogea hapa, kwa sababu kuna watu wanataka wapite hapo. Kwa kama wanataka wapite, mimi niko live. Unaona hata dada pale, unaitwa nani rafiki yangu? Grace. Umeona, amesema anaitwa Shabani. Alipoweza kupewa jina hilo la kiume kwa sababu alikuwa ni jeuri kipindi cha utoto, alikuwa anawang'ata wenzie, na alikuwa kwenye michezo ile ya kukimbizana aliwahi kumchoma mtu kisu. Ni huyo hapo, umeona, ameweza kueleza mwenyewe kabisa. Sasa kameramani, simama kwa huku. Tukio letu linaanza. Haiwezekani watu waweze mtu kijana ana mtimamu kabisa, nasikia amepanga humu ndani, lakini humu ndani biashara zake, analeta mabinti anawafyonza humu, anawapatia ukimwi, anawapatia UTI, anawapatia gono, halafu yeye anajitangaza katika mitandao kwamba yeye ni jeuri na hawezi kufanywa lolote. Sasa haya ndo vitu vinavyosababisha maambukizi ya virusi vya ukimwi hayaishi. Sasa naenda sijui kutakuwaje, lakini naomba tu mniombee.
Umeona kameramani, hapa nijifanye mwandishi wa habari wa kawaida okay. Na mimi ni mtangazaji wako ambaye nimeweza kuvimbiwa maboga na vingamba. Ninaweza kwenda kukuripoti epo huko Kataarifa. Nimeweza kuwasili kwa kishindo. Usiogope kameramani hapa. Umeona sasa tumeshaweza kuwasili. Umeona wahuni wenyewe ndo kama hao, wahuni wenyewe kama hao. Umeona huyu mheshimiwa wenyewe. Onyesha kameramani, sogea kule, onyesha hao. Huni lenyewe hilo hapo. Baza makelele, kaa hapo, wenyeji wapo huko ndani wanarekodi. Kelele baza, kaa hapo. Mimi nina shida na mwenyeji wa eneo hili, nampataje? Kaa hapo, msubiri, ana kazi huko ndani. Kwa nini sipige kelele? Usipige kelele baza, hatuelewani au? Okay, sasa ujue serikali hawajapoteza hela kuweza kuniteua na kunipatia posho ili mimi niweze kupiga vita ngono zembe zinazofanyika katika mikoa mbalimbali. Sasa huyu kijana sasa subiri wewe, kwa kuwa ni jeuri. Wewe kwa kuwa ni jeuri, utulie, afu siku nyingine uache mdomo. Mshenzi mkubwa, kaa hapo, pua kama nundu ya nguruwe. Mshenzi mkubwa. Kameramani, umeona nimeshaweza kumwadhibu kijana, ameweza kutulia. Sasa huku ndipo ambako wahaini wenyewe wanapatikana. Njoo kameramani, usiogope. Yani hapa hakuna kuogopa. Njoo. Naam, moja kwa moja tuko live bila chenga, na moja kwa moja angalia hata taa walizoweka. Angalia taa walizoweka ni za kimalaya kabisa, wa malaya wenyewe hapa. Onyesha taa walizoweka. Dada deki. Sasa hapa kitaa chao hiki hapa. Sasa ngoja subiri. Umeona uwe ufuska wenyewe wanaofanya. Binti angalia anajifanya na rekodi. Wewe mbona tulia basi kaka, na rekodi hapa. Unaona tupo tuna rekodi hapa. Mna rekodi vitu gani? Angalia wamejifanya wanatengeneza studio. Alafu kumbe ni uhuni mtupu. Umemwona huyu binti mdogo kabisa. Huyu bwana anafanya biashara za kishenzi kabisa. Kelele. Wamesema wana rekodi. Onyesha. Umeona? Hii ni screen ambayo wanajifanya wana rekodi. Huyu anajifanya ni producer, kumbe hamna lolote. Hakuna, wanajifanya wana rekodi. Sasa ngoja nikuonyeshe kwamba mimi ni jeuri. Kameramani, simama hapo niwaonyeshe. Sasa nimuonyeshe kwamba mimi ni jeuri na siheshimu hicho mnachokifanya. Si ana rekodi Kama ana rekodi nampigia kelele. Safi kabisa. Umeona studio yote mimi ndo ni gwiji. Nitakuvunja mguu, nitakuvunja. Nisikilize. Haya, ngoja kwanza. Tumepeleleza kwamba ili eneo nyinyi mnajihusisha na kukodisha mabinti mitandaoni, mnaposti mabinti vimalaya vinavyojiuza na vitu kama hivyo. Kwa nini unafanya hivyo? Alafu wewe kibana acha, unamuonyesha nini wewe kenge mkubwa? Tulia. Haya, kwa nini mnafanya hivyo? Kwenye mitandao mnaposti mkoa wa Njombe unachafuka, unaonekana una rekodi mbaya kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kumbe tatizo ni nyinyi. Shida nini? Kaka, sisi hapa tunahusika na kurekodi muziki aina zote. Sasa nashangaa mmekuja hapa. Umeona ameanza kubadilisha gia hewani. Mna rekodi nini? Haya, huyu binti ngoja kwanza. Huyu binti ni msanii. Ni msanii ndio maana tulikuwa tuna rekodi hapa, nataka nifanye mix. Kwa hiyo walionielekeza wapelelezi wangu manake wamenicholesha. Kukurekodi lazima urekodiwe kwa sababu hapa niko live, Mheshimiwa Rais anaona, mawaziri mbalimbali wanaona, na hii ripoti naipeleka serikalini ili kusudi waone mkoa wa Njombe shida nini, kwa sababu viongozi wakubwa hawawezi kufika huku chini, na huku chini nyinyi kwenye haya majumba inaonekana mnafanya ushenzi. Mnapangisha mabinti ambao wanafanya biashara za kujiuza na wanajiuza, wanafanya ufuska huko, wanalewa. Sasa wamenielekeza hapa wakasema hii nyumba inahusika na wewe, ndo wamekueleza wewe. Onyesha, sogea. Huyu hapo. Wewe uweze kusema Sasa hebu jitambulishe. Ngoja kwanza jitambulishe. Alafu tuambie kazi yako ni ipi? Wewe unasema ukodishe mabinti, hauwaposti mabinti wanaojiuza mitandaoni, hauna magrupu ya wanawake wanaojiuza. Haya, jitambulishe tujue una kazi gani na unafanya kitu gani. Mimi nadhani mmeingia bila utaratibu, lakini mimi nahusika na kurekodi audio kwa mtu anayehitaji pia kushoot video nahusika, lakini nashangaa mmekuja bila utaratibu. Kwa hapa tulikuwa tuna rekodi, ndio maana umetukuta hapa. Mimi nashangaa mnakuja mnasema sijui kuhusu wadada wako. Huyu ni msanii, ndio maana umeona tupo wengi. Msanii huyu ni msanii. Sasa nashangaa mmekuja ghafla hapa. Au cameraman tumedanganywa. Lakini
hata kama tumedanganywa ngoja nifungue tena. Mtazamaji, hata kama tumedanganywa, kesi inabadilika juu kwa juu. Kwanza kama ni producer kweli au ni mtu anayetengeneza mziki, nataka play nyimbo hata moja ambayo ameshairekodi hapa, na nitakwenda kumhoji hapa, kwa sababu mkoa wa Njombe kinachofanya maambukizi yawe mengi ni kwamba ngono zimekuwa ni za kiuzembe na kulewalewa kikubwa, mpaka viongozi wanachafuka, wanaanza kuonekana hawafanyi kazi vizuri. Sasa kinachofanyika ni nini? Sisi wasanii ambao tuna nafasi ya kutembelea nyumba kama hizi, tunatumia fursa hii kuweza kutoa elimu, lakini pia kupiga stop vitu ambavyo vinaendelea. Kwanza nijaribu kuongea na dada. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Geukia kidogo kamera hivi. Uko poa eh? Niko poa. Mzima? Ni mzima kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Merizo. Merizo. Hongera sana, jina zuri sana. Asante. Na unaishi hapa Njombe? Ndio. Okay, naona upo kwa Bwana Nuhu hapa. Bila shaka ni kweli producer kweli mnarekodi nyimbo au kuna vitu vingine? Ukweli. Kweli? Basi hongera sana, na mimi nitasubiri nyimbo yako kama ikiwa sawa nisikilize hapa. Sawa. Nje ya usanii unafanya kazi gani nyingine? Nje ya usanii ni nesi. Nesi? Wow, hongera. Umeajiriwa upo au umejiajiri? Nipo tu. Umejiajiri? Hapana. Bado hujapata ajira na bado hujafanikiwa kujiajiri? Nipo nauza duka la mtu. Duka la mtu? Kwa nini? Kuhusiana na ajira ilikuwaje? Mimi napenda sanaa ya muziki. Sanaa ya muziki? Hongera sana. Umeona ni huyo, umesema nani? Merizo. Umeona huyo ni binti ambaye ameweza kujitambulisha kwamba yeye ni ombaomba, na huo uombaomba anaufanya pale stendi. Na una muda gani kwenye hii kazi ya uombaomba? Na miaka 3. Umeona, amesema ana miaka 10, na sio ombaomba peke yake, ana madispisi kwa ajili ya kuwachoma watu. Maana yake akiwa kwenye bajaji anafokoa watu, anaiba. Sasa huu wizi kwa mkoa wa Njombe umekisiri. Kwa hiyo unaweza ukaona ni binti mzuri kabisa, lakini amekuwa ombaomba, na serikali imekataza kuwa ombaomba mjini ikiwa una nguvu zote. Wewe unapata wapi ujasiri wa kufanya hiyo shughuli? Umeona amefurahika, ameeleza kwa furaha kubwa kwamba amefurahishwa na hilo jambo. Bana, nakuzingua rafiki yangu. Nakuzingua. Unanizingua? Unazingua nini? Sina ninavyokusingizia kesi. Ni kweli unazingua pakubwa na unanikosea. Nakukosea? Umeona amefurahika, amesema amefurahi kabisa, na amesema hapa amekuja kwa ajili ya huyu bwana mkubwa, kwa sababu wana mahusiano yana wiki moja tu, na hayo mahusiano kidogo yanaweza kuelea kwa sababu walikosana. Huyu dada aliomba hela ya mabodo yale ya ng'ombe kwa miguu yale ya chini, kwa sababu alisema nyama ya ng'ombe halagi, anapendaga zile kwatu zikichemshwa. Kwa hiyo alimweza kumuomba huyu mheshimiwa akakataa, ndio maana wamekuja hapa, wanakaa ugomvi kidogo. Kwatu za ng'ombe zinanoga? Hapana, sijui kwanza hata kama zinanoga au la. Umeona, amesema ndio vitu wanavyovipenda, ikichemshwa vizuri ikawekwa na nazi basi inakuwa poa. Bana Nuhu, kuna kitu mimi nataka tuzungumze kidogo. Bana, uko fresh? Niko poa. Au sio? Mama anasemaje? Ana useme. Jimbo liko wazi au lina mwenyewe? Liko wazi. Liko wazi? Mbona muangalia kamera mama? Mbona unaangalia kamera? Shemeji, kama unatuona, umeambiwa jimbo liko wazi, hutoi huduma. Kameramani wangu yuko single. Vipi? Tunaweza tukawekeza? Kama na sasampa. Amesema hapendi hela. Yeye anachopenda ni mikito.com, kwa sababu yeye akianza kulanduana, amesema anatamani alanduane mpaka siku 3. Sasa mwanaume wa namna hiyo kumpata itakuwa ni ngumu. Bana, kwanza hongera sana kwa kazi mzee wangu, tunaona una fight kweli kweli. Kwanza hongera, tumewasiliana kwa kitambo kirefu, na nikasema leo nikufanyie surprise, nije nikuzingue kidogo, alafu baada ya hapo tuweze kujua maendeleo ya kazi yakoje na issue zinaendeje kwa upande wa mkoa wa Njombe. Nimeweza kufunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka nimekuja huku, lakini nilitamani kwanza nikupe hongera kwa sababu nimesikia umefanya kazi na wasanii wakubwa, wengi wameshatoboa, wengine bado unaendelea kupambana nao. Kwanza hongera sana kwa hilo. Nashukuru sana. Okay, na tukianzia hapo kwa sababu ya uchache wa muda wetu,
umefanya kazi na wasanii wangapi wakubwa ambao hata ukilala ukiamka unajua kabisa yule fulani, lile jina alilonalo kidogo mkono wangu upo kwake pale? Mimi nadhani wasanii niliofanya nao kazi ni wakubwa wapo, lakini wengi ni wadogo, lakini kuna wakubwa ambao nimefanya nao kazi na zimeenda vizuri na nimefanya kazi nzuri. Kuna msanii anaitwa Violet Mwaisumu, nadhani wengi mnamfahamu. Ni msanii wa nyimbo za Injili wewe? Ndio. Okay. Hongera sana. Tunaona kwenye mikoa hii ya Njombe, Iringa, Mbeya, tasnia ya muziki ni wachache sana, tofauti na ma content creator ambao wanatokea huku. Wengi sana wana vipaji vyao vinakufa. Na kuna msanii yote underground ambaye umemtoa mpaka amefika sehemu fulani ambapo hata sasa hivi akisimama unajua jasho langu hili? Wasanii wapo ni wengi sana na nimefanya kazi nyingi sana, kwa hiyo nikisema niorodheshe ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna wasanii ambao wakubwa wengineo nimefanya nao kazi, wakina Nasbi. Kuna Nasbi huyu ambaye Nasbi yupi unamzungumzia? Nasbi huyu. Nasbi huyu mkaidi sijui afaidi mpaka siku ya Idi. Nasbi huyu nimefanya naye kazi. Kama na namba yake naweza nikampigia hapa akamwambia bana wewe bana namfahamu, au kuna namna ameshakukataa tayari? Hapana, ni ndugu yangu pia, ni kama kakaangu, kwa hiyo hata nikimpigia simu yuko vizuri. Yupo vizuri. Bana, hongera sana, umefanya kazi na watu wakubwa sana na mpaka Nasbi umefanya naye kazi mwanangu, hiyo noma. Nashukuru. Sasa kwa producer mkubwa kama wewe, fursa tunajua vijana wako wengi sana mtaani, talent ziko nyingi sana, wengine mpaka sasa hivi hawaelewi vipaji vyao wanavipeleka wapi, na watu wakubwa ni nyinyi ambao mnawapika watu wanaanzia chini wanaenda juu. Sasa tunaona amejichimbia, yupo mkoa wa Njombe, kwa maana ya kwamba Njombe kuna vipaji vingi, lakini mikoa mbalimbali kuna vipaji vingi ambako wanashindwa kusaidiwa. Wewe ni producer ambaye unasaidia, najua moyo wako, na pamoja na kwamba umefanya kazi na watu wakubwa. Je, milango ya kusaidia hawa wasanii wadogo zetu hawa ambao wanaanza bwana, milango iko wazi au kidogo unafanya kazi na watu wakubwa? Kiufupi mimi nafanya kazi na wasanii wote. Kwa kama mtu ana kipaji akiwasiliana na mimi, akifika studio tunaweza tukapima kwamba anaweza na tukafanya jambo. Kwa hiyo mimi nathamini sana vipaji, kwa hiyo kwa wale ambao nimefanya nao kazi wanaelewa. Kwa kifupi mimi sibagui kwamba huyu, kwa sababu wote walio juu walianza chini. Kwa mimi msanii yoyote akitaka kazi bora, akifika tunafanya kazi nzuri. Kwa uzoefu wako, mtu amekuja na nyimbo yake maybe labda na biti anataka kuja kufanya tu yani sijui wenyewe mnaita vocal sijui ni nini, mimi sifahamu. Kutia vocal inaweza kukuchukua kama siku ngapi au masaa mangapi, ili kusudi kama mtu anatoka Songea, mtu anatoka Iringa, mtu anatoka Dar es Salaam, nataka nimfuate lakini nikifika pale sitaki kuweka kabisa, mtu anatoka mbali yuko mkoani sasa hivi anatuangalia, inachukua muda gani mpaka ngoma kukamilika kwa mtu amekuja na biti anataka kuweka vocal tu? Kwa kifupi inategemeana na msanii. Kuna msanii mwingine anaweza akatia vocal hapa ndani ya dakika 3-4 lakini akawa ameshamaliza, lakini kuna msanii yule ambaye kuna marekebisho mengi. Lakini msanii anayependa talenti yake, anayependa kipaji chake, na shauri sana kwamba akitamani kufika studio afanye mazoezi nini, ili akifika kuwe na marekebisho kidogo, tuelekezane, bwana hapa fanya hivi fanya hivi, tutapata muda mchache na tutatoa kitu kizuri. Kwa maana ya kwamba mtu amekuja yuko vizuri, amefanya mazoezi vya kutosha, inaisha siku nzima au inachukua masaa mangapi? Inaweza ikachukua masaa kadhaa tu, tukafanya vocal. Baada ya hapo akaniachia, nikamixia, naweza nikamtumia kwa njia yoyote au akauchukua utaratibu wowote. Ila msanii yoyote hata kama anatoka mkoani anaweza akaja tukafanya kazi, akaruhusiwa kugeuza pia. Anaweza kaja akafanya kazi tukaangalia mazingira, kwa sababu mimi najali sana msanii akishakuwa anatafuta talenti yake, mimi najali sana kuhusu hilo. Kwa hiyo naweza tukaangalia utaratibu mwingine wa kwamba bwana, ili tufanye kitu kizuri tusikimbizane na muda, ndio inabidi tuangalie kitu kinachotoka.
So kwamba mtu ametoka Songea kufuatana na kwamba yupo Songea ili tuchukue muda tunarekodi kazi ili mradi tu. Hiyo mimi kitu sikipendi sana, ni bora nifanye kazi chache lakini ikawa nzuri, hata nitumie muda mrefu lakini kazi zifanyike nzuri. Bana, hongera sana. Na kuna watu ambao wako mikoani, mzee wangu, wako Tabora, wako Mwanza, akisema afunge safari mpaka kufika hapa mkoani Njombe, inaweza kawa gharama kubwa ya usafiri kuliko hata bei ya kuja kufanya kazi. Watu kama hawa unawasaidiaje? Hasa tukianza na wale ambao labda biti anayo lakini shida anataka kutia voko. Je, kuna huduma au kuna utaratibu ambao anaweza akaenda sehemu yoyote, kwa sababu sasa hivi teknolojia zimekuwa kidogo, anaweza akatafuta mic yote nzuri akajirekodi kwa utulivu mkubwa akakutumia voko wewe ukamaliza kazi, au waga utaratibu ukoje kwa mtu ambaye ana biti yuko mkoa wa mbali? Kwa mtu ambaye ana biti anaweza akarekodi voko ndio akanitumia mimi nikamfanyia mixing vizuri kabisa na akasikia sauti yake vizuri, yani nikamfanyia kitu kinachoeleweka. Ni makubaliano tu tukafanya kitu kinachoeleweka. Pia kuna wale utashangaa, achana na hao wenye biti, mtu mwingine hana biti ana idea, anaweza kanicheki mimi nikampigia aina ya biti anayoitaka yeye akaifanyia kazi. Kuna utaratibu wote, mimi namfanyia mixing. Kwa kiufupi unaweza ukafanya kazi na msanii akiwa mkoa wote au nchi yoyote, hata kama yupo Kenya. Akinicheki tu mimi akanipa utaratibu, bwana nahitaji kitu fulani, chapu tunakifanya vizuri kabisa. Bana, wengi watakuwa wamesikiliza sana na wanatamani sasa wapate mawasiliano, na tunajua maproducer mko busy bana, watajie namba ambayo kwanza kabisa inapatikana, halafu anapokea mwenyewe ambaye ndio huyu bwana ambaye ninazungumza naye, sije kwanza kumpa meneja bwana, si unajua tena. Basi tutajie namba ambayo unajua kabisa muda wote mtu anakupata. Mi namba nayotumia kawaida na WhatsApp ambayo unaweza kanipata kwa muda wote ni 07 49 79 8866. Pia kwa watu ambao wapo nchi tofauti unaweza ukaanza na +255 alafu zeni ukaendeleza hapo 7 alafu ukaja 49 79 8866. Hongera sana. Na una kitu gani cha kumalizia cha kuzungumza na wale wanaojitafuta pamoja na wasanii wakubwa walioko ndani na nje ya mkoa wa Njombe? Kiufupi kwa msanii yoyote ukiona una kipaji au una talent ya kuimba, usisite, unaweza ukanitafuta ukanipigia kwa namba zangu, hata kama upo mkoani. Unajua mziki mtu mwingine anaweza kauchukulia poa, lakini kwa wenye kipaji halisi wana uchungu sana na vipaji vyao. Kwa hiyo ukiona una kipaji usisite, nitafute mimi. Kama upo tofauti na mkoa wangu wa Njombe unaweza ukanitafuta tukaangalia namna ya kufanya kazi. Kikubwa tufanye kazi nzuri. Kwa hiyo unaweza ukahitaji biti nikakutengenezea biti kali nikakutumia, ukahitaji nikumixie. Yaani kazi yoyote inayohusiana na muziki naifanya. Kwa hiyo kuna watu wengine wanahofia labda kuhusiana na gharama. Gharama tunaweza tukaiweka wazi kwamba mtu anajitafuta bwana, unajua watu wana hali ngumu ndugu yangu, au atakavyokuja ndipo mtakapoelewana. Mara nyingi mimi huwa najali sana msanii. Kwa hiyo msanii mimi siwezi nikamtajia bei halisi ambayo mimi naitaka, lakini naangalia kwamba msanii mwenyewe ana kiasi gani. Tunaangalia naye msanii anabidi aangalie kwamba naenda kufanya kazi kwa mtu, inabidi nitumie umeme, nitumie muda wa mtu. Unajua muda wa kufanya kutulia kusema nifanye majukumu mengine kitu kizuri, naacha mambo mengine nifanye kitu kizuri, nipate sauti nzuri, nitoe mziki ulio bora, inabidi nitulie. Kwa hiyo na wewe kuonyesha kwamba wewe ni msanii inabidi ujali hicho, lakini mimi sijali kwamba msanii nimwambie kiasi fulani, anapokuja kwamba bwana mimi nataka nifanye mziki, nina biti au nataka tupige biti tuingize vocal mix, nakwambia bwana kwa wewe ulikuwa umejipangaje?
Ukiniambia kiasi chako mimi naangalia kwamba tunaweza tukafanya, la sivyo unaweza kaongeza kidogo au kama imezidi punguza. Mimi nipo fair sana, ili mradi tufanye kitu kilicho bora, unajua usifanye shingo upande. Ndio kitu kilichopo bana. Tunakushukuru sana wewe ambaye tulikuwa pamoja mwanzo wa kipindi mpaka sasa hivi.